yetu na Baba yetu, asante sana kwa ajili ya neema yako uliyoiachilia katikati ya watoto wako wa kike na wa kiume waliotoka mbali na karibu, wamekuja mahali hapa kusudi kukufanya maombi mbele zako, Mungu mfalme wa amani, na zaidi ya yote kusema tendo la shukrani kwa ajili ya kulinda mwaka mzima huu na mambo yote ambayo umeyatendea, Mungu mfalme wa amani. Tupe neema ya kulisikia neno lako usiku wa leo. Tupe neema ya kulisikia neno lako na andiko lako usiku wa leo. Tujalie kila mmoja Roho Mtakatifu katuatamie, ukatukuse kila mmoja kwa nafasi yake, ili katika majira ambayo tutapokwenda kufundishwa neno la Mungu likake katikati yetu, Mungu mfalme wa amani. Katika mambo yote tunaachilia mikononi mwako. Nguvu ya adui isiwe na mamlaka, ikanyamaze kimya kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika Roho Mtakatifu uendelee kwa pamoja nasi, tuatamie Jehova kila mmoja aliyoko mahali hapa, Mungu mfalme wa amani, akazipokea baraka zako na upendo wako ambao umeachilia katikati yetu. Unajua kwamba ni makusudi katikati yetu na katikati ya usiku. Tunakusihi Jehova uendelee kwa pamoja nasi, fuliza pamoja nasi, na hatimaye ukatimishe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba kuamini kwa Bwana, unaendelea kwa pamoja nasi sasa na hata milele, na kila mwenye pumzi aseme amen. Kila mwenye pumzi aseme amen. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi ya kutosha. Mshangilie Yesu kwa makofi ya kutosha. Asante, tunaweza kuchukua nafasi zetu. Endelea ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana kwa Yesu. Kama unayo amani, punga mikono namna hii. Kama unayo amani pale, punga mikono namna hii. Hebu sikiliza kwanza. Pale ulipokaa, kagua mkono wako wa kushoto, kagua mkono wako wa kulia, kisha kagua mbele yako na nyuma yako. Uliyekaa naye yuko salama? Fanya tu. Mtazamo wa kushoto, mtazamo wa kulia, mwangalie wa mbele, mwangalie wa nyuma. Alafu mwambie hivi, rafiki, fanya uliolijia. We mguse tu, mtikise kama haelewi. Mwambie rafiki, fanya uliolijia. Haleluya! Asante. Kumbe tuna waimbaji wa kutosha na waombaji wa kutosha. Haleluya! Kwanza mmependeza sana na hongereni kwa kufika kwa wingi. Mimi natamani tujipe zawadi wenyewe kwanza. Haleluya! Na zawadi ni ya makofi. Kujipigia makofi tu, kujipengeza tu. Haleluya! Tuende kwa utaratibu. Haleluya! Tutafanya hivi, tutapasha. Tukisema boresha, tunapiga makofi matatu juu. Pwa. Kisha mguu wa kulia pale ulipo utapiga mara 3. Ta. Ukimaliza mkono wako wa kulia utapiga mara 2. Ta. Afu namalizia. Safi sana. Haleluya! Wangapi wameelewa cha kufanya? Pasha. Jimpashie, boresha. Safi sana. Haleluya! Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema tunaipokea usiku wa leo katika
kongamano hili la maombi, na somo letu hili la kwanza lina kichwa cha habari kinachosema kuombea malango ya baraka. Kuombea malango ya baraka, na neno litakalotuongoza litatoka kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari ule wa 15. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16 mstari wa 15. Neno linasema hivi: siku 7 mfanyizie sikukuu Bwana Mungu wako mahali atakapochagua Bwana, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zote za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi kabisa. Kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubarikia katika maongeo yako yote na katika kazi zako za mikono yako, nawe uwe katika kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu tuna kichwa cha habari kinasema kuombea malango ya baraka. Kuombea malango ya baraka. Sasa ukisema malango, tafsiri yake umekwenda katika wingi na umoja wangu. Kwa hiyo kama tukisema ni kitu kimoja, sema kuombea lango la baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa ufupi tu, pengine tuseme hivi, lango ni kitu gani pengine? Na inawezekana pengine kila mmoja ana tafsiri yake ambaye anayo akilini mwake, anaitambua, anaijua. Pengine alisikia mahali fulani, ama aliona mahali fulani, au alisimuliwa na mtu fulani, ama pengine alijaribu kudadavua mwenyewe kwa utashi wake kwamba lango ni kitu gani. Lango ni mahali maalum. Lango ni mahali maalum palipowekwa ili kuwezesha mtu ama kitu kuingia na kutoka. Narudia tena, lango ni mahali maalum. Lango ni mahali maalum palipowekwa ili kumwezesha mtu ama kitu fulani kuingia na kutoka. Kwa kila mmoja pengine alipitia mlango ama alipitia mlango ama alipitia mlango mwingine akaingia ndani, na hilo sasa ndilo lango. Kazi yake ni kuwezesha mtu ama kitu kuweza kuingia ama kutoka nje. Lakini baraka tunasema ni neema ama upendeleo utokao kwa Mungu kwenda kwa wanadamu. Tunapotafakari kwa habari ya baraka, wanasema ni neema, ni upendeleo, ni kitu ambacho tunakipata pasipo kustahili, unaotoka kwa Mungu kuelekea kwa wanadamu. Na sasa imekuwa ni mazoea, wale ambao tumeokoka sana, unafika wakati unasema hivi, tunalibariki jina la Bwana, tunalibariki jina la Bwana. Mwanadamu hana uwezo wa kumbariki Mungu, isipokuwa Mungu ana uwezo wa kumbariki mwanadamu. Kwa tumekuwa na mazoea, tunalibariki jina la Bwana, tunalibariki. Acheni kudanganyana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baraka ni ile neema ambayo inatoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu, na wala sio kwa mwanadamu kwenda kwa Mungu. Baraka siku zote zina malango yake ya kupitia ili kufika kwa mwanadamu. Hizo baraka tunazozungumza zinazotoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu zina malango yake ya kupitia. Somo letu linasema hivi, kuombea malango ya baraka zako. Kuombea malango ya baraka zako. Tunatakiwa kutambua jambo moja, kwamba katika maisha yote utakayoishi, uwe mzee, uwe kijana, uwe wa namna yoyote ile, lakini ujue kwamba siku zote Mungu hatoi baraka kwa mwanadamu kama hauna mahali ama malango ya kupitishia baraka. Narudia tena, inatakiwa utambue wewe uliyekuwa mwanadamu, kijana wa leo na mzee wa baadaye, ya kwamba Mungu hawezi kutoa baraka kwako ikiwa kama hauna malango ya kuzipitishia hizo baraka.
Na ndio maana nimesema hivi, tunaombea malango ya baraka zako, ili Mungu anapoziachia baraka zake zifike kwako. Haleluya. Sema haya maneno ambayo tutakuwa tunasema wakati Bahasha umenyosha juu. Tuseme wote Bwana Yesu. Bwana Yesu. Hiyo sauti sio ya ushindi, vijana waliokombolewa kuingia katikati ya kusanyiko hili. Tuseme wote Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tumesikia ya kwamba ili malango yapate kufunguliwa lazima tujibidiishe. Na sisi watoto wako tunakuja mbele zako, mbele ya madhabahu yako, tukiomba ya kwamba kila malango yaliyofungwa katika maisha yangu, kila malango yaliyofungwa katika familia, kila malango yaliyofungwa katika kazi yangu, kila malango yaliyofungwa katika kazi ya mikono yangu, ninakwenda kuyafungua, ninakwenda kuyafungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa ila zote za ibilisi, za shetani ndani ya maisha yangu. Kupitia sadaka hii ninayoiweka mbele zako, Mungu kanifungue, Mungu kanifungue, Mungu kanifungue, Mungu kanifungue katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana ambao Mungu umewapa neema sana majira haya, wakiendelea kushukuru juu ya somo alilopitishwa juu ya malango yaliyofungwa. Na kupitia sadaka hii Bwana, fungua kila mmoja aliyopo mahali hapa Bwana, fungua kazi ya mikono yao, bariki kila nguvu katikati ya maisha yao. Tunakwenda kinyume katikati ya maisha yao ya nguvu ya giza katikati ya mimili yao. Inawezekana watu wengi wamepitia katika shida mbalimbali, lakini sadaka hii Bwana, kama ilinena kwa nyakati za Biblia, basi zikaendelee kunena sawa sawa na kusudi lako katika jina la Yesu Kristo. Sadaka hizi naziweka mikononi mwako, kazibariki, zikaendelee kunena, zikaendelee kusema sawa sawa na kusudi lako, kwa Yesu Kristo aliye mpatanishi na mwombezi wetu. Tuseme amen. 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 Amen.